kutokana na vile nilikuwa busy wiki mbili kabla ya kwenda kwenye mechi za kitaifa international kule South Africa. Alikuwepo hapa na ili jambo lilifanyika huko. Unajua ilipaswa katika kipengele cha mkataba ilipaswa bi mkubwa wepo naye iwe kwa mlolongo. Unajua sasa hivi hii mikataba ina vipengele vingi na ina mambo mengi. Kwa hiyo kama ina mambo mengi lazima kuna vitu fulani hivi lazima viweke sawa na mtu fulani lazima awepo. Kwa hiyo bi mkubwa alihitajika pia katika nini? Katika ule mkataba uwepo. Kwa hiyo tukaona kibusara na kihekima zaidi sio bi mkubwa atoke huko aje huku Dar es Salaam, ni bora sisi wao wamfuate aje ili tukamilishe lile dili. Na ukiangalia ingekuwa ni kijana tu mwenyewe angeweza kwenda hata Dubai akaenda katia saini wa ule mkataba, lakini ilifanyika hekima zaidi na respect zaidi kumfuata bi mkubwa kule Zanzibar. Na wiki zilizopita kama mbili alikuwepo na Faisal Salum alisaini ule mkataba na mimi nikiwepo pembeni nikishuhudia yale majambo yanayoendelea. Kwa hiyo kwetu sisi ni furaha na ni jambo zuri, na pia kuna exclusive zaidi unavyonihoji nitakupa na nitakupa dondoo, kwa sababu watu wengi huwa hawaamini na watu wengi nikiwaambia kwamba hichi na hichi kitatokea wao wanaona kama masiara. Jambo la Faisal kwenda Azam niliwaambia Faisal ataenda Azam, kutoka Yanga watu wakaona masiara, end of the day wakamwona kwa Azam. Na sasa hii nakwambia kwamba Faisal Salum anaenda Simba Sports Club na itakuwa ni surprise kubwa sana siku hiyo, siku ya Simba Day. Tumeona ni heshima iliyoje mwenye timu, namzungumzia baba yetu wa Simba Mo Dewji, amepanda boti kwenda kumfuata mama wa Faisal, na naamini mpaka mama pia anakuwa kama shahidi. Kuna ofa nyingi zimemridhisha yeye kama mama. Unaweza kutudonolea kidogo vilivyokuwa ndani ya mikataba? Sio ofa tu bali ni mambo mengi, na pia nitawadokezea kama viwili. Kwanza boss kama boss alikuja na bodyguard, wanaita bodyguard yale. Yeah, walikuwa hapo bodyguard, kulikuwa na ulinzi mkubwa sana. Unaweza kusema kama anakuja kusainiwa Cristiano Ronaldo au Messi, ule ugeni ulivyokuwa mkubwa na heshima ni kubwa, na ametuheshimisha kijana wetu. Kumbe ni kweli, maana nilisikia ulinzi ulikuwa mkali. Kumbe ni kweli? Yeah, ulinzi lazima uwe mkali kwa sababu ukiwa bosi yupo hawezi kuja tu kiolela from nowhere. Alafu ile ni sehemu kubwa, na pia kile kitu kinachoenda kufanyika sio kitu cha masiara, ni kitu ambacho cha maisha, ni kitu ambacho cha mikataba, ni kitu ambacho kinahitaji utulivu na kinahitaji sehemu iliyotulia. Kwa hiyo jambo hilo lilifanyika, na pia kwa Faisal Salum kuna ofa mbili aliyekewa. Kwanza kuna nyumba ya kifahari ambayo atapewa na bosi katika kati moja ya ahadi, nyumba nzuri tu ya kifahari, na gari pia la kifahari pia atapatiwa. Na pia katika vipengele vingi katika mabonus yao, unajua mambo ya player assist manini hayo wenyewe pia wanafahamu katika vipengele vyao. Kwa hiyo ni juhudi tu za kijana wetu kujitahidi na kufanya yale malengo ambayo anahitaji, kwa sababu Simba ni moja ya brandi kubwa ambayo inaweza kumwezesha mchezaji akaonekana kimataifa zaidi na akapiga hatua zaidi. Tunaona na pia tunashauku, kwa sababu ukiangalia wachezaji kama kina Jancha Zawa, kina Budo Mutale, kina Steven Desemukwala wamekuja tu at short time, lakini wamefanya vitu ambavyo ni amazing, wamejitahidi. Na leo hii unasikia hata timu za nje kama Kaizer Chiefs wanamtaka na nini kutokana na Simba. Laiti wangekuwa labda Mtibwa hapa asingeweza kupata hizo opportunity, lakini wamepata opportunity kutokana na wamecheza timu ambayo kiafrika ni namba 5 kwa sasa, maana ilikuwa namba 4 after final ikawa namba 5. Kwa hiyo ni vitu ambavyo Faisal Salum anaviwish na ambition yake kubwa kuenda kucheza soka la nje zaidi, na umri wake bado ni mdogo, umeona, na ana uwezo huo. Kwa hiyo katika hichi short period of time alichosaini hapa Simba Sports Club, maana yake anaweza kufanya vizuri zaidi, ile ambition yake kaenda ikafika mbali zaidi, na anaweza kufanikiwa kwa zile ndoto zake ambazo anazihitaji. Ilileta jamba nyingi sana hapa mtaani baada ya kusikia tetesi kwamba amesaini kule, wana Msimbazi wakawa wamejihakikishia. Lakini timu ya taifa ya Tanzania ilivyoenda kucheza na timu ya taifa ya South Africa, Faisal alionekana kama amevaa koti la Kaizer Chiefs. Watu wengi naona walileta taharuki sana, mpaka watu wakajiuliza timu iko wapi, mbona Faisal yuko mwenyewe? Kuna mtafaruku gani, na ikiwa imehusishwa kwamba Kaizer Chiefs pia wanamtaka Faisal Salum? Kuvaa among of nini kitu cha timu fulani sio kama ikaonyeshwa kwamba mtu fulani anaenda kwenye timu hiyo. Ni kweli kulitokea mambo mengi hapa. Kaizer Chiefs ndio walileta ofa wanakomhitaji, lakini yule
Kaizer Chiefs kuna kocha ambao alikuwa ni kocha wake Nasruddin Nabi, na pia halikuja huko. Kwa hiyo anaweza akamletea zawadi akampa kocha kavaa, hiyo ni vitu vya kawaida. Hata jezi, na tunaona among of players ile fair play, wanapeana jezi wanavaa na wanakuwa ni kitu ambacho cha kumkumbuka mtu fulani, maybe ni mchezaji fulani, hiyo fair play ipo. Kwa hiyo Faisal Salum kuvaa ile koti, maana yake inaweza ikawa ameletewa zawadi na hata Nasruddin Nabi, au kule South Africa amepewa zawadi. Kwa hiyo vitu vyote vina nini, vinawezekana. Kwa hiyo watu wasipate tu ile mkanganyiko au na ile ni shida kwamba kuvaa ile koti la Kaizer Chiefs ndio kama mazana. No, hata Kaizer Chiefs wenyewe walikuwa na mipango naye, lakini kutokana na angalia target ya timu, unaangalia target ya project ya timu, unaangalia ipi ni bora zaidi, kwa sababu Kaizer Chiefs atacheza shirikisho kama sijakosea, kutokana na kuna kombe fulani yeye alichukua ndio limempa opportunity hiyo, kama kwetu tunaita ni FA, ndio. Lakini kwa Simba yeye anaenda kucheza klabu bingwa, maana yake CAF Champions League. Kwa kama anaenda kucheza CAF Champions League, maana yake ile status ya CAF Champions League ni kubwa kushinda shirikisho. Kwa hiyo Faisal atataka yeye aweze kuonekana kimataifa zaidi kwenye mashindano ambayo makubwa zaidi, ili yeye ile status yake au market value yake iweze kukua. Kwa hiyo kwangu mimi tu watoe haki, watoe shaka, na mimi nishapitishia updates, na ikifika siku ya siku wataamini, ambapo kuna kitu kinafanywa surprise. Faisal utambulisho wake unaweza ukawa ni surprise kwa Simba Day. Watu wakaja tu kamaona Faisal ametambulishwa siku ya Simba Day na akavaa uzo wa Simba na akakipiga. Kwa hiyo kuna mawili hayo hapo, au anaweza kapigwa picha Dubai alafu then pale utambulisho pale ukaendelea na picha zikaja zikatoka baadaye. Moja ya story ambayo imetrend jana ni kuhusu kocha Ibenge kwenda Azam, na Ibenge kama ameconfirm kila kitu na amepewa ofa ya kuambiwa anataka mchezaji gani wa kwanza. Nasikia kabla ya kutoa asajiliwe nani na nani, amewaambia Azam kwamba wambakishe Faisal, kwa sababu ndo mchezaji ambaye toka Azam inaanzishwa ana namba kubwa pale. Kwa maana hiyo Azam mpaka sasa hivi mkakati wake ni kumbakisha Faisal pale Azam, na nasikia tu kwamba Simba amesaini pre-contract, sio contract kamili, na Azam ameweka offer nono, na tunajua Azam ndo timu tajiri hapa Tanzania. Ya inategemea na pia uwezo ule wa project jinsi ilivyo. Unajua Azam ni timu kubwa, si tuseme timu ndogo. Among of these three teams in Tanzania, one of the big team ni Azam, lakini haiwezi kupita hizi za Simba na Yanga. Tuseme ni number 3. Lakini tunaweza tukasema kwamba Faisal ana matarajio makubwa, na Faisal ni mchezaji mkubwa, na hakuna kocha ambaye hataweza kutaka kufanya kazi na nani na Faisal kutokana na namba zake na the way anavyocheza ule football. Lakini Faisal anaangalia ni timu gani ina fan base kubwa. Kiangalia ni hizi Simba na Yanga. Yanga kishacheza, Simba hakucheza. Moja ya kitu ambacho kinachombeba mchezaji ni fan base ya timu. Cha pili, je, malengo yangu ninayohitaji, ninayotarajia yanaweza kafikia? Kiangalia Simba na Yanga every day wanacheza kwa hii takriban misimu 3-4. Ni timu ambazo consecutively zinacheza mashindano ya hii CAF Champions League au CAF Confederation Cup. Na ukiangalia Simba zinafika quarter final, mpaka this time amefika final. Maana yake yale ambition anayoitaka yeye Faisal inatimia. Ukiangalia Azam wamecheza, wanasema second round ya preliminary stage, walitoka. Lakini na hiyo Azam ambayo ilikuwa na wachezaji wakubwa. Kwa hiyo akaona hapa katika malengo ambayo mimi ninayohitaji siwezi nikawin, kwa sababu angekuwa yuko Simba leo hii angekuwa yuko na medali ya CAF Confederation Cup. Lakini kutokana na ile timu uwezo wake, hata kama Ibenge atakuja, Ibenge hataweza kuifanya Azam kwa msimu wa mara moja iweze kucheza labda quarter final au inategemea katika mpira inatokea. Kama Faldu amekuja amefanya, lakini status ya Simba ni tofauti na Azam. Yeye atakuja atasema bado mimi napanga timu, kwa sababu lazima akija anunue wachezaji wapya. Kwa hiyo ile project ile tu Faisal yeye mpaka asubirie tena timu ije kukaa, ije ni miaka inaenda. Yeye anataka mafanikio. Kwa hiyo nitaenda kwenye timu ambayo project yake imekamilika. Nitakapoingia mimi haitochukua muda sana ya kutimiza yale malengo yangu ninayohitaji. Mfano, ameenda Simba Sports Club. Simba inacheza CAF Champions League. Manake wakicheza hapo wataenda kwenye kwenye group stage. Group stage watacheza, mfano
ni kawaida katika vipengele vya Simba kufika quarter final. Maana Faisal itakuwa amefanyaje? Ameenda kucheza lini? Quarter final. Ikifanikiwa zaidi inaenda labda nusu finali au na finali. Kwa hiyo inakuwa yeye ambition yake ile inakuwa ni imetimia kwa mara moja na kwa wakati mfupi, tofauti na kusema kwamba Azam tena ijenge na ijenge aje kufika hayo mashindano kukompiti na wakubwa wajante. Na ukiangalia sasa hivi timu nyingi zimesajili, Wydad unavyoona, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Express de Tunis, Raja Casablanca. Kwa hiyo competition inakuwa ni kubwa. The same kama Simba Sports Club nao atazidi kuongeza ubora. Kwa Azam yeye kupata nafasi, na pia Azam acheze CAF Champions League. Azam yeye atacheza nini? Shirikisho, na Faisal malengo yake ni kucheza nini? CAF Champions League. Kwa hapo unakuja kuona kuna nini? Kuna utofauti. Kwa hiyo yeye ni yale matakwa ya kocha ndo amesema abakishwe. Lakini mchezaji akiamua mimi sibaki, tunaona hata Ulaya. Mchezaji hayuko timu kubwa lakini ameipenda labda Barcelona, kama kwa Cesc Fabregas alijiongezea mpaka nini? Pesa, akaweza kufanyaje? Kuama. Hiyo inatokea. Kwa hiyo hata kwa Faisal anaweza Bibenge akaptaka, lakini Faisal ikawa yeye akili yake iko pale, iko kufanyaje? Kwenda kunini? Kwenda kuangalia changamoto nyingine. Lakini kama kocha ni mzuri, kama Fadlu Davids ni mfano mzuri, alikuwa anajenga timu lakini amefika mpaka level ya finali. Kwa historia ya Ibenge si kitu cha kushangaza. Alienda Berkane akachukua mpaka kombe na alinunua wachezaji wapya. Akaenda Al Hilal pia akanunua wachezaji wapya, lakini mwisho wa siku amefika hadi robo finali ya klabu bingwa kabisa. Kwa ni kitu ambacho kama Faisal atabaki, maana yake ni kufika huko anapotarajia anaweza akafika. Je, ni status ni klabu bingwa ama status ni shirikisho? Yani maana nitasemaje? Hiyo umetolea mfano, Ibenge alienda RS Berkane. Ukubwa wa RS Berkane sio kama Azam FC. RS Berkane ni timu kubwa, na hata alivyoenda Ibenge kuchukua lile kombe, maana yake hata nyuma RS Berkane washaye kufanyaje? Kuchukua lile kombe la CAF Confederation Cup. Maana ni timu kubwa na ni timu ambayo mashindano yale ni kawaida. Ukija kaja kwenye Al Hilal. Al Hilal Omdurman si timu ndogo, ni timu kubwa na ni bingwa, na kuwa bingwa Sudan mara yani consecutively, mara kwa mara. Maana yake hata ukiangalia kikompiti katika mashindano ya CAF Champions League, ni timu ambayo inafika kwenye group stage either inaishia 3 au inaingia mpaka nini? Robo finali. Maana yake ameenda yuko kwenye timu nini? Kubwa. Ukija ukitofautisha na Azam haiko daraja moja na nini? Na hizi timu alizopita nani? Ibenge. Ndio maana nikasema Simba kama Simba, kwanza ni timu ya 5 kiafrika. Hapo ni one of the major nini? Point. Maana yake ni timu kubwa. Ukija kwenye nani? Ukija mfano ukija kwenye Azam si timu kubwa. Maana yake hata ukizungumzia Namungo yuko juu kushinda nani? Azam, kwa sababu alishaicheza pia ile mashindano ya shirikisho akafika hatua nzuri kwenye group stage. Ukizungumzia Biashara pia ni timu nzuri, ilienda kucheza kwenye group stage. Lakini Azam FC hakuweza kufika hata kwenye group stage miaka yote alishiriki. Maana yake ni bado timu nini? Ni timu ndogo, ni timu kubwa kwenye hapa Tanzania lakini ni timu ndogo kwenye yale mashindano. Kwa hiyo wao lazima watakuja watengeneze hivyo watanua wachezaji, lakini watengeneze timu ili iweze kufanyaje? Compete katika ile nini? Mashindano yaingie. Lakini ukija kwa Simba, kocha Fadlu Davids yuko kwenye timu ambayo ina fan base kubwa na timu ambayo rekodi yake ni ajabu, ni rekodi yake consecutive robo finali kuingia group stage ni kawaida. Kwa hiyo yeye akiongeza ujuzi wake na wachezaji na ununua quality yake, inakuwa ni quality ni kubwa na ni the best zaidi kufanyaje? Kucompete ile nini? Yale mashindano. Na pia imekuwa bahati kutokana na yule kocha ni mzuri, ndio maana timu muone mpaka huwa sisi ambition yetu tusema ni quarter final nini, half final, si ndio? Semi final. Lakini tumeenda tukafanyaje? Tukaja mpaka finali. Maana yake kocha ameongeza excess zaidi. Kwa hiyo ndio maana ile status ya Simba imekuwa ni bora zaidi kuliko Azam. Atabaki Azam sawa, lakini hata yale malengo ambayo niliyokutajia ni tofauti. Akiwa na Simba anaweza akawa na Simba akafika nini? Akafika robo finali ya CAF Champions League, lakini akiwa na Azam yuko Confederation Cup, ni status mbili tofauti. Wanasema sasa hivi na Azam wanachoamini katika uwekezaji, na mpira sasa hivi ni uwekezaji. Wenyewe wanakwambia, hata kiongozi mmoja wa FIFA alisema kwamba kwa timu yote maskini haiwezi kuchukua kombe, na imekuwa hivyo. Timu zote matajiri ndio zimekuwa zikibeba hayo makombe. Lakini iko kitu watu wameprove kwa Mamelodi pia, uwekezaji ndio ulofanya Mamelodi ikawa kinara. Na Azam wanaamini katika hivyo. Ndio maana Azam wanajiita ni Mamelodi ya Bongo. Unaona? Kwa hiyo ni timu changa, ni timu geni, lakini kama ukitaka uwekezaji wa kutosha, basi inaweza kufika mbali. Mamelodi ameweka uwekezaji lakini amefika finali, lakini hakuweza kufanyaje?
kuchukua lile kombe amelichukua Pyramids, lakini ukiangalia hata investment sawa. Simba ana investment ndogo. Na ukiangalia katika zile klabu 5, klabu zenye kuinvest a lot of money, Simba iko chini yani. Kwa hiyo top 10, Simba ndo ana pesa ndogo kushinda wale, lakini yeye kwa nafasi ngapi? Ya 5. Maana Simba ameshindwa na Berkane, lakini Berkane namba 6, namba 7, namba 4. Namba amepanda namba 4. Namba 4 ya. Pyramids si amechukua ubingwa, lakini yuko namba ngapi? Namba 5, namba 6. Maana yake Simba yeye yuko namba 5. Na wengine ukiangalia Experience de Tunis yao na wengine. Lakini ukiangalia katika ile investment, Simba ana investment ndogo, lakini kutokana na ile tuseme fan base na ile muendelezo wake consecutively ndio umemsaidia. Lakini ukija kwenye Azam quality ya wachezaji wake ukiwaangalia hata kwenye ligi kuu ya Tanzania, zile Simba na Yanga kuna baadhi ya wachezaji quality zao hazifanani na wachezaji waliokuwa na Azam. Azam wana wachezaji wenye quality kubwa. Ukiangalia wala kina CDB kina nani wale wanaingia, yani wana wachezaji wingi sana wenye quality na ma MVP. Umeelewa? Kina Kipre alikuwa Jibril Sila, lakini timu waliokuwepo wale wachezaji, je, ni timu ambayo ina fan base kubwa? Umeelewa? Haina, kwa sababu wale wachezaji wataona wa kawaida, lakini yule Jibril Sila, yule Kipre Junior, au yule nani yule CDB nani yule Diate Diakite, waike Simba na Yanga, utaona ni wachezaji wa bora, ni wachezaji wazuri zaidi kutokana na fan base na timu aliyoenda. Ndio kile ninachozungumzia kwa Faisal. Faisal yuko Azam, namba zake ni ndogo kubwa, lakini mchezaji anayenimbwa ni nani? Alikuwa ni Aziz Ki, lakini Faisal namba zake ni kubwa na anafanya maajabu katika timu ya kawaida. Lakini leo Jean Chazawa alikuwa Stella Abidjan, alikuwa na namba zake ni kubwa, lakini sio zile za kutisha zaidi, lakini hakuwa na jina na Simba walimchukulia kule. Lakini sasa hivi ukizungumzia Jean Chazawa ni mtu ambaye sasa hivi Afrika wanamtambua. Maana yake ile status yake imekuja kukua baada ya kuja Simba na baada ya kufanya mazuri Simba. Leo hii ameonekana ni mchezaji ni mchezaji mzuri kutokana na Simba amembeba, na ni Simba ni mkubwa, kwa hiyo anaonekana huyu ni mchezaji ni mkubwa, ambapo katika wachezaji wanaofuatiliwa ni mkubwa. Lakini ukiangalia kwa namba Faisal na Jean Chazawa zinakaribiana, lakini leo hii aje Faisal sasa pale Simba, maana yake akiwa Jean Chazawa, Faisal naye atakuwa ni mkubwa zaidi kutokana na namba zake anazozifanya katika timu ya kawaida, lakini amekuja kwenye timu kubwa anaonekana sana. Ndio hicho mimi ninachokizungumzia. Neno moja kwa Faisal kama mdogo wako katika safari hii ambayo anaenda kuanza maisha mapya na Simba Sport Club. Mimi nampa matarajio makubwa kwa sababu namwamini ni mtu ambaye hard working, experience na talented na yuko vizuri. Kwa hiyo kwake yeye ni kwamba anachotakiwa tu ni hospitality kwa wachezaji wenzake, na pia discipline lazima iwepo. Kutokana na mpira lazima uwe na discipline. Ukiwa na discipline utafanya unachotaka, na ukiwa na discipline utafika malengo makubwa. Huyo jamaa katika hivyo vitu iko vizuri, ana maskendo ya ajabu wala nini, ni mchezaji ambaye katulia. Kwa hiyo kwa ule mfumo wa Fadlu David naye akaingia, na imani atafunga magoli mingi na ataassist na atafanya maajabu ambao atakaa na kufikiria akajutia kwa nini nisingekuwa hii timu miaka 4 nyuma, lakini nimekuja sasa hivi kwa kuchelewa, lakini bado sijachelewa. Kwa hiyo kwangu mimi atafanya maajabu makubwa, na namba zikimkalia vizuri inaweza hata hii miaka aliyopewa hiyo kufanya mkataba inaweza pia ikavunjwa, akaenda kwenye soka la kulipwa zaidi, Simba kafaidika na yeye akafaidika, na soka letu la Tanzania likafaidika kutokana na timu ya taifa. Tukipata vijana wengi wako nje, maana yake nao soka letu linafanyaje, linakuwa. Kwa hiyo kwangu mimi tunamshauri hivyo, na pia consistency yake asikad, na pia yani atakavyokuja kuimbwa na washabiki wa Simba kutokana walimpenda, japo yuko Young Africa, lakini walimpenda mashabiki wa Simba. Leo hii wamekuja kwenye timu wao, watazidi kumpenda na watazidi kufanyaje, atazidi kumpa ile confidence na kuwa bora zaidi anapokuwa kiwanjani na kumshangilia na jezi yake, watu wakishangilia kwa na maga jasho, na hata maga jasho ndani, ili kuadhinisha kwamba Simba imechagua sehemu sahihi ya kunileta hapa Lunyas. Pale katikati kuna Jean Chazawa, kuna Faisal. Position challenge unaanza kumwanzisha nani? Position challenge sasa hivi, soka la sasa hivi limekuwa sana, na soka sasa hivi limebadilika. Jean Chazawa na Faisal Salum wanaweza kaanza katika first 11. Niambie kwa nini? Kutokana na mifumo. Faisal anaweza kucheza namba 6, Faisal anaweza kucheza namba 8, Faisal anaweza kucheza namba 10, Faisal anaweza kucheza striker, Faisal anaweza kucheza winga zote mbili. Maana yake
kocha akihitaji kumtumia Jean Chazawa na Faisal atakatika hizo namba nilizokutajia, yoyote Faisal anaweza kakata namba 10, Jean Chazawa akatoka pembeni. Ni mtu naye Chazawa pia anaweza kucheza pembeni. Umeona? Kwa hiyo anaweza pia kucheza force number 9. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Kwa hiyo kimpira, kimbinu ni watu ambao mwalimu akihitaji leo na wataka wote waingie. Kwa sababu hata hivyo watu walisema Aziz Ki amekuja, Faisal anacheza. Lakini kuna muda Nabi anatumia watu wawili. Kuna muda Aziz Ki anatokea nje sabu, Faisal anaanza, anatoka substitution au anatoka mtu mwingine akawa watu wawili ambao ni viungo. Kwa hiyo sasa hivi mpira umebadilika na mpira huko kitaalam zaidi. Kwa hiyo tutegemee tu Chazawa lakini kiu ya wana Simba ni mpishi wa magoli. Mpishi wa magoli, ndio maana watu wengi wanamdilia sana Faisal. Yaani Jean Chazawa amekuwa ni mfungaji magoli ila sio mpishi wa magoli. Assist sio nyingi kama anavyofunga. Wengi sana wametarajia katika eneo la kupika. Na ndio maana nikasema pale namba 10. Tuachane na position nyingine. Faisal, Jean Chazawa kwa namba zake. Nani unamwanzisha? Mimi namwanzisha Faisal Salum Fetoto. Si kwamba ni mdogo wangu ndio kwamba namwanzisha, no. Namwanzisha kutokana na hicho kitu ambacho cha wana Simba wanakihitaji. Ndio maana nikakwambia kwa namba za Faisal Salum ukiangalia kwa sasa hivi ana rate ya assist nyingi kushinda magoli, kama sikosei 15. Anaongoza kwa assist. 15, si ndio? Maana magoli na machache, lakini Jean Chazawa ana magoli mingi, assist 8. Magoli 15, assist 8 kama sijakosea. Kwa hiyo kwa namna hiyo kwamba Faisal Salum ana uwezo wa kupika, ana uwezo wa kufunga na ni mtaalamu sana kwenye kupika, na Simba ndio hicho kitu ambacho wanafanyaje wanakuhitaji. Kwa hiyo kwa mimi kama ni kocha au kwa mimi kama ni mshabiki, ndio Simba naambiwa anze Chazawa au Faisal, nitaondoka na Faisal Salum kwa manufaa ya timu na assist na tupate magoli mengi. Ila mpaka anayeongoza kwa magoli pale Simba ni mpikaji, ndio anaongoza kwa magoli. Nikiona maana na Ahoua, it means Faisal hata akikaa pale kama mpikaji, maana yake mfungaji hamna bado. Ndio maana nikakwambiaje, anaweza Chazawa akacheza kama force number 9 ambaye si anajua kupiga, anajua kufunga, ikawa Faisal akawa ni mpishi wake. Kwa hiyo ikawa tuna namba 9 ambayo ya uongo ambayo inaweza kufunga, na tuna namba 10 ambayo ni natural inaweza kupika na kufunga. Kwa hiyo tuna advantage ya vitu hivi viwili. Kwa hiyo Chazawa anaweza kucheza namba 9 lakini ya uongo, lakini anajua kufunga. Kwa hiyo yule Faisal atamtengenezea nafasi ya Chazawa kufunga kilaini zaidi kuliko yeye kuwa na majukumu mawili ya kupika na kufunga. Kwa hiyo yeye atamtengenezea majukumu ambayo ya kufanyaje, ya kufunga zaidi, ili wao wafanyaje waweze ku create magoli mengi.